Karibu ndugu mtazamaji wa POV TV. Tumekutana leo tena katika kipindi chetu cha Jitambue. Ni siku ambayo imekubalika na tuko na mada kem leo katika kipindi cha Jitambue. Wako mtangazaji Simon Mwendesha, niko na mgeni wangu studioni, atajitambulisha majina yake. Karibu. Naitwa Msafiri. Ndugu Msafiri, ni tabia gani ambayo huipendi kwa wanawake wajawazito? Tabia ambayo siipendi kwa wanawake wajawazito, na kama unanisikiliza unisikize kwa makini, kujitoa ufahamu ndo tabia ambayo siipendi. Hizo nyingine zote ni za kawaida, lakini kujitoa ufahamu ni tabia ambayo siipendi. Ndugu Msafiri, unaweza kuelezea hao wanawake wajawazito jinsi wanavyojitoa ufahamu? Karibu. Wajawazito wana tabia moja ambayo kiukweli sio salama. Sio salama kwa maisha yao, sio salama na kwa kiumbe walichobeba tumboni. Ukweli ni kwamba unakuta mjamzito anajitoa ufahamu, yuko barabarani, sawa, anavuka barabara kana kwamba yani yuko sebeni kwake, anakatiza kwenda kuchukua kitunguu kabatini na nyanya. Anavuka barabara kama vile yani hayuko hapo barabarani, yeye akili ameiacha nyumbani, hapo anavuka barabara. Na anavuka barabara kama vile hata kinyonga na speed kwenye kuvuka barabara. Na wakati huo anavuka sehemu ambayo hata haina alama za kivuko, lakini bado anavuka akiwa ufahamu wake hauko na yeye. Kisingizio, dereva ananiona. Gari na breki. Wewe mama mjamzito, tunafahamu hali yako, tunaithamini, tunajua umuhimu wako, lakini naomba uvuke barabara ukiwa na utimamu wako. Wewe unavuka barabara, utimamu wako umeacha nyumbani au sijui umeuacha wapi. Eti dereva anakuona. Ndio, watu wote tunatambua umuhimu wa mama mjamzito na tunatambua hali yako, lakini isiwe kigezo cha wewe kujiachia kiasi hicho. Unavuka barabara, unafahamu kwamba hizo ni chuma zinaendeshwa. Unafahamu dereva pia ni mwanadamu kama wewe. Unajua ameamkaje? Iwe ni dereva toyo, iwe ni dereva baskeli, iwe ni dereva gari au dereva chombo chote kinachopita barabarani. Unafahamu ameamkaje? Yeye ni binadamu kama wewe, anaendesha chuma. Unafahamu huwa kuna hitilafu zinatokea kwenye vyuma. Wewe unasema, dereva ananiona. Kuna breki. Wewe mama wewe, hiyo tabia ya kujitoa ufahamu siipendi, na nakushauri uiache. Tutakupoteza wewe na kiumbe uliyembeba tumboni usipobadilika. Barabarani wako watu wanaendesha magari wamevuta bangi. Barabarani wako watu wanaendesha pikipiki wamevuta bangi. Barabarani wako watu wanaendesha baskeli wanawaza huko mbali. Wana stress kama watu wengine pia. Wewe unakuja unaleta utani kwenye swala la kuvuka. Eti kwa sababu ni mjamzito, hali yako inaonekana, tumbo linaonekana. Ndio, tunafahamu umuhimu wa wewe na huyo uliyembeba tumboni. Tunafahamu hali yako, lakini isiwe sababu ya wewe kujiachia namna hiyo. Unapojiachia namna hiyo unayaweka maisha yako katika hatari. Ninaomba wamama wajawazito badilikeni. Na wewe unayetazama hii clip, kuwa mmoja kati ya wale tunaopigia kelele wamama wajawazito wabadilike. Vukeni barabara mkiwa na utimamu wenu. Kesi kwenu wajawazito. Mmemsikia ndugu Msafiri jinsi anavyoongea. Anaongea kwa uchungu, maana sijui ni nini ambacho amekutana nacho. Lakini wajawazito, mmepata ujumbe ambao utawasaidia. Utakuwa salama wewe na hicho kiumbe ulichokibeba tumboni. Tunakupenda na bado tunakuhitaji, maana bado kusudi la Mungu hujalitimiza. Leo ulikuwa na mimi mtangazaji wako Simon Mwendesha. Mpaka juma lijalo tutaonana tena. Bye bye.